Hello. Did you know that there are so many forms of disobedience? Today tutajifunza one of the forms of disobedience. Kuna njia nyingi sana za kutokutii, lakini leo tutajifunza njia mojawapo ya kumfanya mtu asitii. Nayo ni delayed disobedience. Delayed disobedience is also a form of disobedience. Yani, kuchelewa kutii nayo ni njia mojawapo ya kutokutii. Mfano, Mungu kaweka moyoni mwako umsamehe mtu wa karibu yako, ukasema siombi msamaha mpaka au usimsamehi mpaka aniombe yeye msamaha, ukachelewa kuuachilia ule msamaha. Alafu ukasikia amepatwa na matatizo, ukakumbuka right ningemsamehe. Au mfano mwingine, unasikia moyoni mwako umebeba mzigo kuhusu mtu, maybe tangu asubuhi jina lake linakuja moyoni mwako, unajisikia kumpigia simu, unaambiwa umpigie simu, unaambiwa umtumie message, unaambiwa umwambie jambo fulani, ukachelewa kulifanya lile jambo. Alafu ukasikia limempata la kumpata, au akakupigia kuelezea aliyompata, ukasema alafu tangu asubuhi Mungu anaweka moyoni mwangu nikutafute. That is delayed disobedience. Mfano mzuri kwenye Biblia tunayeiona, aliambiwa nenda Ninawi kahubiri, akakataa, akaenda an opposite direction, lakini Mungu akampiga vya kumpiga, akamezwa na samaki mpaka akatii, akaenda kufanya alichotuma kukifanya. So delayed disobedience also has repercussions. Yani unapochelewa kutii, kuna kitu unaenda kukifanya au kitakupata kwa sababu ya kuchelewa kutokutii. Lakini neno la Mungu linasema kwenye Yakobo kwamba ajuaye kutenda mema afu asiyatende, naye anatenda dhambi. Means you know you are supposed to obey now. Unajua unatakiwa kutii sasa hivi, lakini unasema hapana, nitafanya baadaye, au sasa hivi sina muda, niko busy, nitafanya baadaye. Unaambiwa utoke sasa hivi, unasema ngoja nivute dakika, unaenda mbele, gari linagongwa. That's delayed disobedience. Tusiruhusu kufika wakati mpaka ikakupata la kukupata kwa kuchelewa kutokutii. Tii sasa, tii now, sikiliza maagizo, fanya kama Mungu anapotaka. Have a blessed day, have a blessed remainder of the week. Be blessed.